Hamjambo wana na binti za Mungu popote pale mlipo, mabibi na mabwana, Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pamoja na duniani kote, ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Naitwa Matthew Gervas Msagati, ni mwinjilisti wa Injili inayookoa kutoka kanisa la SDA Asilia au kanisa la Wasabato wa Adventista wa Sabato Asilia. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Matthew Gervas Msagati wa wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, hapa Tanzania. Ninawashukuru ndugu watazamaji na wasikilizaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli Sikweikwe, kwa kuwa pamoja nami, kwa kujiunga pamoja nami, na pia ninawashukuru na wale ambao wamesubscribe katika video yangu niliyoitoa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026, wakanisubscribe. Ina maana wamekaribisha kazi zangu zote nitakazokuwa nikizitoa ziwafikie kwa urahisi. Na pia nawaalika katika siku ya leo watazamaji wote wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, utakapoiona chaneli hii, utakapoiona video hii, basi usisahau kusubscribe. Kabla sijatangaza somo langu la leo, niwaambie kwamba mabibi na mabwana, usikose kufuatilia chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Usikose. Ina mafundisho makuu yenye kukuletea baraka na yenye kukuletea ukweli usiofichika. Ukweli wa leo. Ndiyo. Katika Biblia Paulo anasema, kabla ya mambo yote nataka sala, dua, maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya watu wote. Narudia, Paulo katika Biblia anasema, kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya watu wote. Na hii ni kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza sura ya 2 na ile aya ya 1 inasema hivyo. Kabla ya mambo yote nataka dua, nataka sala, maombezi na shukurani vifanyike kwa ajili ya watu wote. Na kwa sababu hiyo naomba, Baba yangu na Mungu wangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, wewe uliye Baba wa vitu vyote, wewe uliye Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo, wewe ambaye ni chanzo ya chemchemi ya vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ndiye ninayekuomba saa hii. Baba, tazama, ulinijalia katika ufunguzi na utambulisho wa video yangu ya kwanza ya chaneli yangu, katika video yangu ya kwanza ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Uliniwezesha kuitambulisha. Na leo hii tena uwepo wako na uhitaji, utume Roho wako Mtakatifu awe pamoja nami nitakapolitoa somo hili katika hii siku ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ukanivuvie Roho wako Mtakatifu, haya nitakayosema, somo nitakalolitoa, niwe tu kama chombo nitumike, lakini mnenaji mkuu uwe ni wewe. Lakini zaidi ya yote, Baba yangu, muumbaji wangu, ninamuombea mchungaji wangu Baraka Mutani aliyeko safarini Sengerema,
akitoa huduma kwa ajili yako. Baba, ninakuomba ukamtumie tu kama chombo, atakachokuwa akinena huko Sengerema basi ni kwa ajili ya mapenzi yako. Baba, ninakushukuru kwa sababu ulimsafirisha salama mchungaji Baraka Mtani kutoka kule Arusha mpaka Sengerema, na alinijulisha kwamba alifika salama. Baba, jina lako litukuzwe. Na sasa Baba, ukamvuvie Roho wako Mtakatifu katika sabato ya leo, atakapokuwa anahubiri kule, basi kinywa chake kitumike kwa ajili ya mapenzi yako. Mnenaji mkuu uwe ni wewe. Ninamweka wakifu mkononi mwako. Baba, umtunze katika afya yake ya kimwili na ya kiroho, hata itakapokupendeza atakapokuwa anakuja Morogoro kwa ajili ya huduma yako takatifu. Baba, ukamsafirishe salama kama ulivyomsafirisha salama kutoka Arusha hadi Sengerema. Ndivyo hivyo umsafirishe salama kutoka Sengerema mpaka huko Morogoro. Baba, ninaamini kwamba umesikia. Lakini pia Baba, ninawaweka wakifu mikononi mwako watazamaji wa chaneli hii ya Simama Kwenye Imani ya Kweli. Watakapokuwa wanasikiliza, uwavuvie Roho wako Mtakatifu, uwape hekima na busara kuelewa hili somo ambalo umenituma niliandae. Uwabariki watazamaji wote hapa Morogoro, Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, watakapokuwa wanaiangalia hii video na kuitazama. Ujumbe ambao umeuandaa upitie katika kinywa changu cha mtumishi wako niliye dhaifu. Basi Baba, ukawajenge na hatimaye wachague njia iliyo sahihi. Ninaomba hayo yote nikiamini utanitumia tu kama chombo, lakini mnenaji mkuu uwe ni wewe. Ndivyo ninavyoomba, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na maisha ya ulimwengu wote kwa ujumla. Amina. Ndugu zangu watazamaji, mabibi na mabwana, Waadventista wa Sabato asilia na Waadventista wa Sabato mama, kanisa mama nomino huko, na Wakristo wote wa Kijumapili na Waislamu kwa ujumla, ninawaalika katika somo hili nililoliandaa. Lakini kabla sijatoa hili somo, niwakumbushe kitu kimoja. Niliwaahidi wakati nazindua chaneli yangu tarehe 1 mwezi wa 6, nilisema kuanzia tarehe 2 na kuendelea nitatoa kazi zangu. Lakini niwape kitu kilichonitokea ambacho kimenisababisha nisitoe tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4 mpaka tarehe 5 sijatoa somo. Ni kwa sababu gani hadi leo hii tarehe 6 naamua kutoa hili somo? Mnamo tarehe 1 mwezi wa 6, baada ya kuitambulisha chaneli yangu ya Simama Kwenye Imani ya Kweli, Sikweikwe, nilipoitoa hii chaneli yangu, nilipoitambulisha kwa ulimwengu wote kwa ujumla, usiku wa tarehe 1 kuamkia tarehe 2, niliota ndoto ya ajabu. Niliota ndoto ya ajabu sana, ambayo kabla ya ndoto hiyo sijawahi kuota ndoto ya kutisha kama hiyo. Na alikuwa kijana na sasa ni mzee, ni mtu mzima, lakini sijawahi kuota ndoto ya staili ile. Nilikuwa nikitembea barabarani. Mimi ni mlemavu. Ndio. Kwa wengi wasionijua, wengi wanaonifahamu mimi ni mlemavu wananijua, na wengi wasionijua mimi ni mlemavu wa viungo. Ninatembea kwa kutambaa, lakini ninasapotiwa na baiskeli yangu ya tairi 3, tricycle. Sasa wakati nikitembea barabarani, sikumbuki nilikuwa nikitoka wapi na ninaelekea wapi, lakini ninachokumbuka ni kwamba nilikuwa natembea barabarani na baiskeli yangu ya tairi 3. Ghafla wakati nikitembea, kule ninakokwenda anatokea mtu mwenye vichwa vitatu
mwenye vichwa vitatu. Huyo mtu mwenye vichwa vitatu anatoka kule ninakokwenda mimi. Tunakutana umbali kama wa mita 100 hivi, kwa maana ya goli hadi goli la mpira, uwanja wa mpira. Yaani ni kama umbali wa uwanja wa mpira, goli hadi goli. Kule ninakokwenda anatokea mtu mwenye vichwa vitatu. Kichwa kimoja ni hiki cha asilia, na kichwa cha pili kipo kwenye mabega yake, bega lake la kushoto, na kichwa cha tatu kipo kwenye bega lake la kulia. Huyo mtu anatembea akiwa anapiga stori, anaongea. Yuko mmoja ana miguu miwili, ana mikono miwili, lakini katika mabega yake, bega la kushoto kuna kichwa na bega la kulia kuna kichwa, na kichwa halisia kiko kile kimoja ambacho ni cha kwake, lakini mabegani amebeba vichwa viwili na cha kwake vichwa vitatu. Hiyo ni ndoto wapenzi, ni ya kutisha katika maisha yangu. Anakuja akitokea kule ninakokwenda mimi. Niliota tarehe 1 mwezi wa 6 kuamkia tarehe 2 ya mwezi wa 6. Huyo mtu anakuja akipiga stori, anaongea peke yake, lakini mimi namuona kama anaongea peke yake, kumbe anaongea na vile vichwa viwili. Anaongea, anapiga stori, wanaongea, wanacheka, huku anakuja na mimi nakwenda. Ghafla mimi nikaamua kusimama kwa sababu niliishiwa nguvu. Sina nguvu kabisa. Magari nyuma yangu yananipigia honi niapishe, maana nimesimama barabarani. Niliposimama magari yananipigia honi. Hata watembea kwa miguu wananiambia, mzee, umesimama barabarani, utagongwa. Lakini sisikii hizo honi, na wala wanaonisemesha wakiniomba nisogee pembeni siwaelewi. Nawasikia lakini siwaelewi. Honi nazisikia lakini sizielewi. Nimepigwa butwaa, watu wa Mungu. Wapenzi, hii ni ndoto ya kweli iliyonitokea, na laiti kama ingekutokea wewe ungeelewa ninachosema. Yule mtu anakuja, anazidi kunisogelea. Kukimbia nashindwa. Nilitamani, maana viungo vyote vimelegea. Mikono imelegea, haiwezi kuendesha baiskeli. Miguu yangu inatetema. Kuendesha baiskeli naona inanichelewesha. Nikatamani kuteremka nikimbie, maana niliamini kwa kukimbia, kwa kutambaa, kwa kukimbia nikimbie kwa kutambaa, niliona ni vema kuliko kukimbia kwa baiskeli. Nilitekewa akili, ufahamu ukatekwa, kila kitu kikatekwa, akili yangu ikazoofika. Ndiyo, yule mtu mwenye vichwa vitatu anazidi kunikaribia, anapiga stori yeye mwenyewe na watu na vichwa vyake viwili, na yeye kichwa chake cha tatu. Wanaongea, wanapiga stori, wanacheka, wananisogelea. Aliponikaribia kama mita 1 kama 2 hivi, amenikaribia, mimi nikazimia, huku nikiwa nimeketi kwenye baiskeli yangu ya miguu mitatu. Hiyo ni ndoto wapenzi, ni ndoto ya uhalisia. Yule mtu akasimama, nikahisi kama naenda haja kubwa, nikahisi kama naenda haja ndogo, nikahisi kama nimekufa, nikahisi kila kitu ambacho wewe unadhani. Yule mtu mwenye kichwa cha katikati akanisemesha, akasema, mimi ni Mungu wako. Mimi ni Mungu wako. Akaanza kuvitambulisha na vile vichwa viwili. Mimi ni Mungu wako, na huyu aliyekuwa kwenye bega langu hili ni mwana wangu, ni Yesu Kristo. Na huyu aliyekuwa kwenye bega langu lingine ni Mungu Roho Mtakatifu.
ambaye wewe unamkana. Sasa tumekutembelea ili tukuonyeshe kwamba sisi ni watatu katika umoja, katika mwili mmoja. So unaniona mimi ni mwili mmoja, lakini kwenye bega langu hili ni Mungu Mwana na bega langu hili ni Mungu Roho Mtakatifu. Huyu Mungu Mwana ndiye Yesu Kristo aliyekuja kukufia huko pamoja na wenzio. Mara kichwa cha ambacho nimetambulishwa kwamba ndio Mungu Roho Mtakatifu kikaanza kuongea, kikasema, wewe unanikana kwamba mimi sio Mungu Roho Mtakatifu. Sasa ninakuthibitishia kwamba mimi ni Mungu Roho Mtakatifu. Kichwa cha mkono mwingine kikaanza kusema, mimi ndiye Yesu mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu niliyekuja kufa huko msalabani kwa ajili yenu, ambaye wewe unanikana na unawadanganya watu kwamba mimi sio Mungu Mwana nafsi ya pili. Basi mimi leo nakwambia ni Mungu Mwana nafsi ya pili, na huyu mwenzangu ni Mungu Roho Mtakatifu nafsi ya tatu. Na huyu hapa anakionyesha kichwa hiki, ameonyesha kwa macho yake kichwa hiki kwamba huyu ndiye Mungu Baba. Kuanzia leo tutambue hivyo. Mara kichwa kikubwa, kichwa cha kati kile cha uhalisia kikaanza kusema, kuanzia leo ole wako ukiwatangazia watu kwa kuwadanganya kwamba mimi sio Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Ole wako ufundishe kinyume na hivyo. Mara ghafla, wakati ninatambulishwa hivyo na nimenyamaza, nimetekewa, mdomo umeshonwa, sinyanyui mdomo, nashindwa, mara akatokea mtu mtanashati, amevaa smart, anameremeta. Akatokea mtu nyuma yangu, huyo mtu akanisukuma na baiskeli, akanitoa pale kwenye barabara, akaniweka pembeni, magari yakaanza kupita. Huyu mtu aliyenitokea ambaye yuko smart akamwambia yule mwenye kichwa kimoja, ambapo mabegani mwake ana vichwa viwili, akamwambia, huyu mtu ananionyesha mimi, huyu mtu hasemi hayo yani hasemi hayo kwa kutumia hekima yake, hasemi hayo unayomshutumu kwa shauri lake, bali anasema haya ambayo wewe unayapinga, anayasema haya kwa kutumwa, kwa kutumika na Mungu Baba Mwenyezi aliyekuumba wewe, ambaye ukakengeuka ukawa uhivyo ulivyoamua uwe hivyo. Yule mtu anamwambia huyu mtu kwa ujasiri kwamba huyu hasemi kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi moja aliyeumba vitu vyote na mwanawe Yesu Kristo. Hasemi hayo maneno kwa shauri lake, bali anasema kwa kutumika na Mungu Baba aliyekuumba wewe, ambaye ukaamua kukengeuka na ukaamua kuwa hivyo ulivyo. Hivyo usimsumbue, ondoka kabla sijafanya jambo lingine. Mara yule mtu mwenye vichwa vitatu akatoweka machoni pangu. Huyu mtu aliyesema naye akanigeukia kwa mbele, akaja kwa mbele, maana alikuwa anasema akiwa nyuma yangu. Akaja kwa mbele, akanigusa kwa upendo shavu langu la mkono wa kuume, akasema,
kisa hiki kilichokutokea kishuhudie hadi mwisho wa uhai wako. Akanipa kisogo, akatoweka ghafla. Sikuelewa ameenda wapi. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, kwa Watanzania wote, Afrika wote na duniani kwa ujumla mnaoitazama hii video, nasema hii ni ndoto iliyonitokea tarehe 1 usiku wa kuamkia tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nilishangaa ghafla nilivyoamka, baada ya yule mtu kuniambia nishuhudie hii ndoto hadi mwisho wa uhai wangu. Alivyotoweka nami nikaamka ghafla. Nilitetemeka. Nikaamka usiku wa manane, nikaomba, nikamwambia Mungu, nini hii imenitokea? Basi tarehe 2 sikutoa somo, tarehe 3 sikutoa somo na tafakari maana ya ndoto ile, tarehe 4 sikutoa somo, tarehe 5 sikutoa somo, hadi leo tarehe 6 naamua kutoa somo. Somo langu la leo nimelipa kichwa kinachosema kukabiliana na fundisho la utatu. Kukabiliana na fundisho la utatu. Hilo ndilo somo langu la leo. Narudia tena kulitangaza. Somo langu linasema kukabiliana na fundisho la utatu. Kukabiliana na fundisho la utatu. Hilo ndilo somo langu la leo. Kukabiliana na fundisho la utatu. Unakabiliana vipi? Somo langu la leo linasema kukabiliana na fundisho la utatu. Wana utatu wanatumia aya kadha wa kadha katika Biblia ambazo wanadhani kwazo zinazisapoti fundisho la utatu. Hizo aya zinazisapoti fundisho la utatu kwamba lipo kibiblia. Ndio wanadhani hivyo, na aya wanazotumia ni Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 8. Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 8, ambayo inasema wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Wanasema unaona, kuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Andiko linasema kwamba wako watatu mbinguni washuhudiao, ambao ni Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nyinyi mnaobisha, mnaopinga kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi moja na yuko na Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa pekee, nyinyi mnakwenda kinyume na aya hii, kwa sababu Mungu ni mmoja ila ana nafsi tatu katika mwili wake. Wanasema hivyo. Lakini ukienda katika aya hiyo hiyo ya Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 9, Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 9 inasema kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Ndio. Sasa jiulize swali, kama kweli Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu,
ati kwa sababu amewekwa katika kundi moja la Mungu nafsi la Mungu nafsi ya kwanza, na Roho Mtakatifu nafsi na Yesu Kristo ambaye ni nafsi pia, kwa sababu ameweka katika aya hiyo ya Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 8 kwamba wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu amewekwa kundi moja na lile kundi lenye nafsi, kwa maana ya Baba na Yesu Kristo ambao ni nafsi hao, basi na Roho Mtakatifu anaingia kuwa nafsi hai ya milele. Kwa sababu kama hiyo, mbona kwenye Yohana wa kwanza sura ya 5 hiyo aya ya 9 huyo Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi mnavyodai, mbona amewekwa katika kundi moja na maji na damu? Swali, je, maji ni nafsi hai? Kwa kigezo cha kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi hai kwa sababu amewekwa katika kundi moja na nafsi zilizo hai za Baba na mwanawe Yesu Kristo, kwa sababu amewekwa katika kundi moja na huko kwenye lile kundi la Baba na Mwana ambao wako hai, ni nafsi hai mbili hizo. Kwa sababu hiyo ameingia huko, na yeye ni nafsi ya tatu ambaye ni nafsi hai ya milele. Je, vipi na huku nako katika Yohana wa kwanza 5 aya 9? Mbona amewekwa katika kundi la nafsi ambazo si hai? Amewekwa katika kundi la vitu ambavyo si hai. Utaniambia maji nayo ni nafsi hai ili niamini Roho Mtakatifu naye ni Mungu nafsi hai? Utaniambia damu nayo ni nafsi hai ili niamini kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi hai? Hasha, hasha, haikubaliki. Mbona haikubaliki? Kama Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi iliyo hai, amewekwa katika nafsi za Baba na Mwana ambazo ni hai, na yeye pia ni nafsi hai kwa sababu amewekwa katika kundi hilo la nafsi hai, vipi huyo Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu nafsi hai ya milele mnavyodai, mbona amewekwa katika kundi ambalo la vitu ambavyo si nafsi hai, maji na damu? Na anasema Biblia anasema na watatu hao hupatana kwa habari moja. Vipi, pamekaakaaje hapa? Pamekaakaaje wapenzi? Pia jibu hapa liko hapa. Ukisoma Yohana sura ya kwanza, Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 5 mpaka ya 6, nasoma kama ilivyo. Inasema Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 5 mpaka ya 6, inasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba, narudia Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 5 mpaka ya 6, inasema, Biblia inasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Ndio. Kwa hiyo Yesu Kristo kwa mujibu wa Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 9, maji ni Yesu alikuja kwa maji, damu ni Yesu alikuja kwa damu. Kwa hiyo nafsi ziko zile mbili, nafsi ya Mungu Baba na nafsi ya Yesu Kristo Masihi, mwana wa Mungu. Ndio. Si kwamba hiyo aya ya kwanza Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 8 mpaka ya 9, basi hapo ina maana kwamba inasapoti, aya hizo zinasapoti utatu mtakatifu, kwamba ni uwepo wa Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Hapana wapenzi, huko ni kuamini kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na Mungu alivyo. Ndio. Kwa sababu Mungu mwenyewe amejifunua. Tunapata shida wapi? Shida iko wapi? Mungu mwenyewe anasema kwa Yohana sura ya 17 aya ya 3, anasema na uzima wa milele ndio huu,
wakujue Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Shida iko wapi? Yesu anasema tumjue Mungu wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Wewe leo unasema tumjue Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Shida iko wapi hapo? Kwa nini tunataka kufa? Kwa nini tunataka tuangamie? Ukisoma Yohana sura ya 5 aya 20 inasema mwana wa Mungu ametupa akili tuzitumie. Kuchanganua hili ni udanganyifu na hili ni la kweli. Ndugu yangu, simama kwenye imani ya kweli. Lakini pia wana utatu. Hawaishii katika aya hiyo ya Yohana wa kwanza sura ya 5 aya ya 8 na ya 9. Hawaishii hapo. Wanasema, soma Mwanzo sura ya 1 aya 26. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki, ndege wa angani, wanyama wa baharini, sijui wanyama wa nchi kavu, watambao na kadhalika. Hoja ni kwamba Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Je, hamuoni nyinyi mnaopinga utatu mtakatifu kwamba mnakwenda kinyume na aya hii? Mwanzo sura ya 1 aya 26. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini ukiwauliza, na mimi leo hii nakuuliza, je, aya hiyo ya Mwanzo sura ya 1 aya 26 imesema wako watatu? Imesema wako watatu? Ati kwa vile Mungu amesema na tumfanye, ametumia wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Swali, je, hapo aya hiyo inasema wako watatu? Kwa nini usiamini wako 6? Kwa nini usiamini wako 5? Kwa nini usiamini wako 2? Kwa nini umeng'ang'ana wako watatu? Umeng'ang'ana wako watatu kwa andiko gani? Je, aya hiyo imesema wako watatu? Lakini tumuulize Yesu mwenyewe. Tumuulize Yesu mwenyewe. Tuiulize Biblia sasa. Tuiulize Biblia. Wewe Mungu wa pekee wa kweli, leo utuambie, ili uondoe huu utata. Wewe ulikuwa na nani wakati unaumba? Wakati unamuumba Adamu ulikuwa na nani? Maana umetumia Kiswahili cha wingi kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale hiki na hiki na hiki na hiki. Ulikuwa na nani? Maana dunia imetatanika. Huyu shetani ameleta fundisho la uongo, anasema mlikuwa watatu, ndio maana ukatumia wingi. Sasa tunakuuliza Mungu, ulikuwa na nani? Tuondolee utata huu. Ulikuwa na nani? Mungu wa kweli wa pekee, ulikuwa na nani? Mungu anajibu, Biblia inajibu. Tena Yesu mwenyewe anasema, anaondoa utata. Ukisoma Mithali sura ya 8 aya ya 22 mpaka ya 27, halafu nenda aya ya 30, Yesu anasema, nilikuwa mimi na Baba alipoanza kuumba vitu vyote, nilikuwa pamoja naye mpaka alipomuumba Adamu na vitu vyote, milima, bahari, alikuwa pamoja na mimi. Yesu anasema, usiniambie kwamba Mithali sura ya 8, angalizo, usiniambie kwamba Mithali sura ya 8 aya 22 mpaka 27 na ule mstari wa 30, usije ukaniambia ewe mwana utatu kwamba maneno haya aliyasema mfalume Sulemani. Usije ukaniambia hivyo.
kwa sababu mfalme Sulemani ni mwanadamu. Milima ilipoumbwa hakuwepo. Dunia ilipoanza, kabla dunia haijaanza kuumbwa, mfalme Sulemani hakuwepo. Hayo maneno aliyasema Yesu kupitia kinywa cha mfalme Sulemani. Ndiyo, na huo ndio ukweli. Hayo maneno ya Mithali sura ya 8 aya 22 mpaka 27 na ule mstari wa 30, hayo maneno ameyasema Yesu mwenyewe kwa kupitia kinywa cha mfalme Sulemani. Yesu anasema nilikuwa kama fundi stadi, katika ule mstari wa 30. Nilikuwa kama fundi stadi wa kazi zote za Mungu. Mungu alipokuwa anaumba, mimi nilikuwa natumika kama fundi stadi. Yeye Mungu anatamka, mimi nafanya. Hata ukisoma Yohana sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 3. Yohana sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 3. Yesu ndio alikuwa anatumika. Yesu ndio vitu vyote vimeumbwa kupitia yeye. Na Mithali sura ya 8 aya 22 mpaka 27 na ule mstari wa 30, Yesu anasema yeye Yesu alikuwa pamoja na Mungu. Ndiyo. Kamata hiyo. Na wale Waadventista wa Sabato ambao tunaamini roho ya unabii, ukisoma kitabu cha Pendo Lisilo Kifani, hiki hapa Pendo Lisilo Kifani, hiki kitabu cha mama Ellen G. White. Pendo Lisilo Kifani, hiki ni kitabu cha mama White, nabii wa Mungu. Waadventista wa Sabato tunaamini huyu alikuwa nabii wa Mungu. Huyu mama Ellen G. White alivuviwa Roho Mtakatifu. Huyu ndiye nabii wa mwisho wa mama Ellen G. White, nabii wa mwisho wa Mungu. Hiki kitabu cha mama Ellen G. White cha Pendo Lisilo Kifani, kitabu cha mama Ellen G. White. Waadventista wa Sabato tunaamini kwamba mama Ellen G. White ndiye nabii wa Mungu wa mwisho. Anasema, nasoma kitabu hiki cha Pendo Lisilo Kifani, ukurasa wa 11 wa kitabu cha Pendo Lisilo Kifani, ukurasa wa 11 aya ya 1 na aya ya 3. Nitasoma aya ya 1 na aya ya 3. Inasema, Baba na Mwana walianza kazi ile kuu na ya ajabu waliokuwa wameipanga kuiumba dunia. Narudia katika aya ya 1. Baba na Mwana walianza kazi ile kuu na ya ajabu waliokuwa wameipanga kuiumba dunia. Aya ya 3. Walipokwisha kuiumba dunia na wanyama juu yake, Baba na Mwana walitekeleza kusudi lao lililopangwa kabla ya kuanguka kwa Shetani, kuwafanya wanadamu kwa mfano wao wenyewe. Walikuwa wamefanya kazi pamoja katika uumbaji wa dunia na kila kiumbe hai kilichokuwa juu yake. Na sasa Mungu alisema kwa Mwana wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Narudia hapo. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Narudia pale. Na sasa Mungu alisema kwa Mwana wake. Hasemi na sasa Mungu alisema kwa Mwana wake na kwa Mungu Roho Mtakatifu. Anasema na sasa Mungu alisema kwa Mwana wake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mwisho wa kunukuu. Waadventista wa Sabato tunafeli wapi? Je, hamuamini roho ya unabii? Kama tunaamini, mnakwenda kinyume na roho ya unabii? Niambieni.
Mama Ellen G. White anasema, kitabu hicho nimekisoma, Mungu alisema kwamba alikuwa na mwana wake na akamwambia mwana wake, sasa tufanye mtu kwa mfano wetu. Ni afadhali wahangaike watu wa Kijumapili, sio nyinyi wa Sabato, ambalo mmechukua hilo fundisho la Utatu Mtakatifu kutoka Roman Katoliki na kulileta kama lilivyo kwamba ndio imani yenu. Ndio. Mnafeli wapi? Mnafeli wapi? Sasa basi, Mungu alisema na mwana wake Yesu Kristo kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hii ushahidi huu wa Mama Ellen G. White ni kwa ajili ya Waadventista wa Sabato ambao wanaamini kwamba Waadventista wa Sabato nomino kule mama, ambao kanisa mama, ambao wanaamini kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu. Wanakwenda kinyume na kitabu cha Mama Ellen G. White ukurasa wa 11 aya ya 1 na aya ya 3, ambaye Mungu anasema na mwanawe Yesu Kristo na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa nikiachana na hao Waadventista wa Sabato ambao nimewapa shuhuda ya kitabu cha Mama Ellen G. White kwamba wamekwenda kinyume na kitabu hiki, wamekwenda kinyume na unabii wa Mama Ellen G. White. Sasa nirudi kwa watu ambao ni Wakristo wa Kijumapili, Wakristo wa Kiprotestanti, Wakristo wa Kiprotestanti, wao ambao wanaamini Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Sasa turudi kwenye aya hiyo ambayo ndio kinga yao ya Mwanzo sura ya 1 aya 26, kwamba wanaamini Mungu alikuwa na watu watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa nirudi kwao na yadadavua maandiko, tusaidiane. Mwanzo sura ya 1 aya 26 inasema, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa nawauliza, tumuulize sasa Yesu, mimi na nyinyi wa Kijumapili, wa Kristo wa Kijumapili, tumuulize Yesu, ewe Yesu, hebu tuambie, wewe una mfano wa Mungu hata tuamini kwamba kwenye uumbaji ulikuwa wewe, ulikuwepo na Mungu, hata Mungu akapelekea kauli ya kusema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Je, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, Mungu alikuwa na wewe Yesu? Maana Mungu amesema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale hiki na hiki na hiki. Je, nakuuliza wewe Yesu, wewe ni mfano wa Mungu hata tuamini kwamba wewe kwenye uumbaji wa mwanadamu ulikuwepo? Soma Wakolosai sura ya 1 aya ya 15. Inasema Yesu ni mwana wa Mungu, ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ndiyo, ni mzaliwa wa kwanza wa wanadamu wote, wa viumbe vyote. Yeye tena ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Hiyo ni Wakolosai sura ya 1 aya ya 15. Kumbe Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Tunakubali kwamba Yesu alikuwepo kwenye uumbaji wa mwanadamu. Kumbe Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kumbe alikuwa na Yesu. Maana mfano wetu tayari umefanana. Yesu ni mfano wa Mungu. Lakini Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yesu ni mfano wa Mungu, sawa. Lakini amesema pia na sura yetu. Tunakuuliza tena Yesu, wewe Yesu ni sura ya Mungu hata tuamini kwamba kwenye uumbaji wa mwanadamu wewe ulikuwepo? Kwamba Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kwa kuwa wewe ni mfano wa Mungu. Sawa, tunaamini ulikuwepo. Lakini Mungu amesema na sura yetu. Je, wewe Yesu ni sura ya Mungu? Tunakuuliza Yesu, ili utuondolee huu utata.
ambao dunia imevurugika ovyo ovyo, inaamini wewe Mungu sijui uko hivi, Mungu uko hivi, wewe una sura tatu na vichwa vitatu, mwili mmoja, hata hatuelewi. Tuambie sasa, wewe Yesu ni sura ya Mungu, ili tuamini ulikuwepo kwenye uumbaji wa mwanadamu? Tunaiuliza Biblia. Soma Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 4. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 4, kwa wenye kuandika soma hiyo. Paulo anasema, ijapokuwa kuna miungu wengi, miungu sijui Mungu tumbo, sijui Mungu gani, sijui nani na nini, lakini Yesu anamalizia kwa kusema Yesu ni sura ya Mungu asiyeonekana. Yesu ni sura ya Mungu. Kumbe kwa mujibu wa Biblia, Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 4, Yesu ni sura ya Mungu. Hapo hapana shaka, utata umeisha, kwamba Yes, Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kumbe Mungu alikuwa na Yesu. Sasa tumuulize huyu Mungu Roho Mtakatifu. Tumuulize huyu Mungu Roho Mtakatifu. Je, ni mfano wa Mungu? Hata tuamini kwamba Mungu Roho Mtakatifu alikuwepo kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 1 aya 26, alikuwepo kwenye kumuumba mwanadamu, kwenye kumuumba Adamu. Mungu Roho Mtakatifu alikuwepo. Tuiulize Biblia, tumuulize huyo Roho Mtakatifu, Mungu wenu Roho Mtakatifu huyo ni mfano wa Mungu? Mimi sina aya hapo. Biblia nzima soma kuanzia ukurasa wa 1 mpaka wa mwisho. Soma kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo, hutakuta aya hata moja iliyopo hata kwa bahati mbaya inayosema Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu ambaye ni mfano wa Mungu. Hata tuamini kwamba alikuwepo kwenye uumbaji. Hakuna wapenzi, huo ni upagani. Hakuna. Roho Mtakatifu sio mfano wa Mungu. Hakuna aya inayosema Roho Mtakatifu ni mfano wa Mungu. Hakuna. Haya, basi sura ya Mungu, Roho Mtakatifu ni sura ya Mungu, maana Mungu amesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mimi sina aya inayosema kwamba Roho Mtakatifu ni mfano wa Mungu. Hata wewe ndugu mtazamaji unayenitazama, hakuna aya hutaipata inayosema Roho Mtakatifu ni mfano wa Mungu. Hata tuamini kwamba alikuwepo kwenye uumbaji kama nafsi ya tatu inayojitegemea, hutapata hiyo aya. Haya, kwenye sura ya Mungu, je, Mungu Roho Mtakatifu ni sura ya Mungu? Hata tuamini alikuwepo kwenye uumbaji wa kumuumba mtu kwa mfano wao na kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Je, Mungu Roho Mtakatifu ni mfano wa Mungu? Ni sura ya Mungu? Mimi sina aya hiyo tena kwamba Mungu Roho Mtakatifu ni mfano wa Mungu, ni sura ya Mungu. Sina aya hiyo. Roho Mtakatifu ni sura ya Mungu, sina aya hiyo. Biblia yote kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo hakuna aya kama hiyo. Ndio. Hakuna. Tunayatoa wapi hayo mambo ya kipagani? Tunayatoa wapi? Aya nyingine ambayo huwa wanaitegemea wanautatu, kuamini kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Aya nyingine wanaipata kwa Mathayo sura ya 28 aya ya 19 inayosema, basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Si unaona? Wanadai kwamba, si unaona, Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Kwa hiyo mbinguni kuna Mungu mwenye nafsi tatu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Si unaona Mathayo 28 aya ya 19 inasema imetaja watu watatu. Yesu anasema mkawabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Swali. Maana mimi siishiwi maswali. Kwenu nyinyi wana utatu. Swali. Ikiwa
Mungu ni mmoja, tunatakiwa tuamini Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Mimi nauliza, amesema tukawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Haya, kwa jina la Baba. Jina la Baba ni nani? Jina la Baba ni nani? Ndugu wapenzi watazamaji, jina la Mungu Baba ni nani? Tuiulize Biblia sasa. Tuiulize Biblia. Tusitoe kwenye vichwa vyetu. Tusitegemee hekima zetu. Na Biblia inasema mtu yote amtegemea mwanadamu amelaaniwa. Tuitegemee Biblia. Tuiulize Biblia sasa. Amesema aya inasema Mathayo 28:19 inasema tukawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa jina la Baba ni nani? Ukisoma Kutoka sura ya 6 aya ya 2 mpaka ya 3. Kutoka, kitabu cha Kutoka katika Biblia sura ya 6 aya ya 2 mpaka ya 3. Mungu anasema, na aliwatokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, lakini kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Kumbe Mungu jina lake ni Yehova. Amina. Mungu jina lake ni Yehova, ambaye ndiye ameumba vitu vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Jina lake ni Yehova. Sasa kama aya inasema tukawabatize kwa jina la Baba, basi jina la Baba ni Yehova. Lakini pia anasema tukawabatize kwa jina la Mwana. Tuulize Biblia tena, jina la Mwana ni nani? Soma Mathayo sura ya 1 aya ya 21. Mathayo sura ya 1 aya ya 21. Biblia inasema, bikira atazaa mtoto, naye atamwita jina lake Yesu. Kumbe jina la Mwana ni nani? Ni Yesu. Swali. Na wauliza ndugu watazamaji, jina la Roho Mtakatifu ni nani? Ndio. Sikuna Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na mnasema Mathayo 28 aya ya 19 inasema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Tumeona jina la Baba ni Yehova. Kwa jina la Mwana tumeona jina la Mwana ni Yesu Kristo Masihi. Na jina la Roho Mtakatifu. Na kwa jina la Roho Mtakatifu. Swali na wauliza wana utatu, mnaoamini kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu, mnaoamini Roho Mtakatifu ni mnayoamini kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu nafsi ya tatu, na wauliza jina la Roho Mtakatifu ni nani? Maana andiko linasema mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jina la Baba ni Yehova, jina la Mwana ni Yesu, jina la Roho Mtakatifu ni nani? Ili tubatizwe kwa majina hayo matatu. Jina la Roho Mtakatifu ni nani? Anaitwa nani? Si mnaona sasa inavyokuwa haiingii akilini? Si mnaona? Lakini pia wana utatu, kuna aya nyingine wanaitegemea. Kumbuka somo langu linasema kukabiliana na fundisho la utatu. Aya nyingine ambayo inatumika kwa wana utatu, wanaoitikadi utatu, kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu. Yaani Mungu ni mmoja, ana vichwa vitatu. Mwili mmoja, ana miguu miwili, ana mikono miwili, lakini ana vichwa vitatu. Kama hivi nilivyoota kwenye ile ndoto. Aya nyingine wanayoitegemea ni ya Tito sura ya 2 aya ya 13. Tito, katika Biblia ya Tito sura ya 2 aya ya 13. Aya hiyo ya Tito sura ya 2 aya ya 13 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka ni na nini. Kwa maana ya hiyo andiko hiyo, aya hiyo inasema Mungu mkuu na mwokozi wetu. Wana utatu wanasema, si unaona sasa nyinyi mnaopinga utatu mtakatifu, si mnaona? Biblia inasema kwa Tito 2:13 inasema
Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mwokozi wetu ni nani? Aliyekuja kutuokoa ni Yesu. Si ndio inasema Biblia ni Mungu mkuu? Kwa hiyo Yesu ni Mungu mkuu, ndiye Mungu huyo. Kwa hiyo Mungu Baba ni Mungu mkuu, Mungu Mwana ni Mungu mkuu, Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu mkuu. Kumbe aya hiyo ukisoma ya Tito 2:13, hiyo hiyo ukisoma kwa Kiingereza, King James Version, ukisoma kwa Kiingereza inasema vitu vingine. Inasema Mungu mkuu ni yule Baba na mwokozi wetu ni Yesu Kristo. Hiyo aya ya Tito 2:13 ukisoma kwa Kiingereza imetenganisha Mungu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Imetenganisha. Wana utatu, kwa kuwa Biblia ya Kiswahili haijatenganishwa, anasema unaona ni Mungu mkuu Yesu Kristo. Wewe Shetani, angalia asikutumie. Usiamini fundisho hili. Simama kwenye imani ya kweli. Ndio. Sasa basi, Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Ukisoma Yohana sura ya 4 aya ya 10 na aya ya 24, tunaiuliza Biblia, Roho Mtakatifu ni nani? Tunaposema roho ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Au Roho Takatifu ni nani? Ukisoma Yohana sura ya 4 aya 24, aya hiyo inasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Narudia, Yohana sura ya 4 aya ya 24. Biblia inasema Mungu ni roho, nao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ndio, Mungu ni roho. Unapozungumzia roho unazungumzia Mungu. Mungu ni roho, sio roho ni Mungu. Sio roho ni Mungu, bali Mungu ni roho. Ndio. Na nimesema soma Yohana sura ya 4 aya 24, itakwambia Mungu ni roho. Lakini pia ukisoma Wakorinto wa pili sura ya 3 aya ya 17 mpaka ya 18, Biblia inasema basi Bwana ndiye roho. Basi Bwana ndiye roho. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Bwana ambaye ndiye roho mwenyewe, Roho Mtakatifu. Unaposema Roho Mtakatifu unawataja watu wawili. Unamtaja Mungu, unamtaja Yesu. Ndio maana mbinguni kuna viumbe watatu: Mungu ambaye ni roho, Yesu ambaye ni roho, na malaika ambao ni roho. Ndio, huo ndio ukweli. Roho Mtakatifu ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini pia unaweza ukasoma Waebrania sura ya 15, Waebrania Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Ndio. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Ndio. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45 imetaja kabisa Adamu wa kwanza alikuwa ni mwili, ni mavumbi, ametokana na mavumbi. Lakini Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa pili ni Yesu Kristo, ni roho yenye kuhuisha. Ndio. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 aya ya 45. Yesu ni roho yenye kuhuisha,
Ni Adamu wa pili huyo. Ndio. Sasa Mungu ni nafsi? Mungu ni nafsi? Mungu ndio ni nafsi. Mungu ni nafsi iliyo hai. Soma Waibrania, soma Waibrania sura ya 6 aya ya 13 mpaka ya 14. Waibrania sura ya 6 aya ya 13 mpaka ya 14. Mungu anasema, anaapa, hakika yangu, hakika na apa kwa nafsi yangu. Mungu anaapa kwa nafsi yake. Anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao, umenipa mwanao Isaka. Umenitolea, anamwambia Ibrahimu, kwa kuwa hukunizuilia mwanao Isaka, ukanipa kwa moyo wako mweupe, hakika yangu na apa. Kwa sababu Mungu hana mkubwa aliyemzidi kwamba labda angemwapa. Anaapa kwa nafsi yake, hakika na apa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo Mungu ni nafsi moja, hasemi na apa kwa nafsi zetu. Kwa mujibu wa Waebrania sura ya 6 aya 13 mpaka 14, Mungu haapi kwa nafsi nyingi, haapi kwa nafsi zetu, kwa maana ya nafsi ya Mungu Mwana na nafsi ya Mungu Mwana, ya Mungu Roho Mtakatifu na nafsi yake mwenyewe. Haapi kwa nafsi tatu, anaapa kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa nafsi yake anasema, hakika na apa kwa nafsi yangu. Kwa hiyo utatu unatoka wapi? Lakini pia Mungu, ukisoma Biblia, Mwanzo sura ya 22 aya 16, Mwanzo sura ya 22 aya 16, ukisoma aya hiyo inakueleza kabisa Mungu ni nafsi yake peke yake. Ndio. Ama baada ya kumaliza somo langu ambalo lilikuwa linasema kukabiliana na fundisho la utatu, ndugu zangu, wale ambao wamekubali kwa mujibu wa Yeremia sura ya 6 aya 16, ambao wamekubali kusimama katika njia iliyo sahihi, njia ya kweli, waliokubali kusimama katika imani ya kweli kwa mujibu wa Yeremia sura ya 6 aya 16, waliokubali kusimama katika imani ya kweli, waliokubali kusimama katika njia ya kweli, kabiliana na fundisho la utatu kwa kutumia aya nilizokupa. Somo langu lilikuwa linasema kukabiliana na fundisho la utatu. Nyinyi mliosimama katika njia iliyo sahihi, kabilianeni na fundisho la utatu kwa aya hizo, kwa kutumia aya nilizowapa. Ama baada ya kusema hayo yote, niombe. Mungu wangu na Baba yangu unayeishi mahali pa juu sana mbinguni, ninasema asante kwa sababu umenitumia kama chombo kuliwasilisha somo hili kwa wana na binti zako na kwa ulimwengu mzima ambao leo hii wamebarikiwa kuitazama video hii. Ukawabariki, ukawavuvie Roho wako Mtakatifu, ukaguse hekima zao na ufahamu zao na akili zao, ili waweze kuelewa hii video. Somo langu la leo nililolituma duniani kote kupitia kinywa changu, basi somo lako likawabariki watu wote, wasikilizaji na watazamaji waliotazama video hii. Ninaomba ukanibariki na mimi ambaye nimelitoa hili somo kama chombo, nimetumika. Baba, ukanibariki, likanijenge pia hili somo na likawajenge na watazamaji wangu, kwani nimeomba na kushukuru ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu. Amina.